apate kukunenea, Mungu apate kuleta mabadiliko katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya mlango wake ni wa 9, mstari wake ni wa 6 mpaka pale wa 8. Nataka uwe tayari, maana najua kwamba Mungu anaenda kukubariki katika njia isiyokuwa ya kawaida. Kitabu kitakatifu cha Isaya mlango wake ni wangapi, mtu wa Mungu? Mlango wake ni wa 9. Natafuta kwa simu yangu hapa ili nipate kukusomea vizuri katika jina la Yesu Kristo. Mlango wake ni wa 9, mstari wake ni wa 6. Maandiko nasema namna gani, msikilizaji wangu pote pale ulipo ama mtazamaji? Mstari wa 6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na Mfalme wa amani. Mungu Baba alibariki neno lake asubuhi ya leo. Mtazamaji, wakati huu ambapo tunapitia jangwa la corona ambao limeleta matatizo katika ulimwengu mzima, makanisa hata yalipata kufungwa na tumepata kurejelea tu Jumapili iliyopita, na watu wengi wamepata kulipoteza tumaini katika Mungu kwa sababu ya mambo wanayoyapitia. Asubuhi ya leo Bwana amenituma nizungumze na mtu, labda uko katika that level ya give up in life. Unaona kwamba hakuna maana ya kuishi tena maana sababu ya vitu unavyopitia. Unisikize mtazamaji wangu, ya kwamba tuko na Yesu ambaye anatekeleza mikakati isiyokuwa ya kawaida. Wakati umefika mahali ambapo panaitwa a point of no return. Kama vile wana wa Israeli walifika wakakuta maji iko mbele, nyuma yao ni jeshi kubwa la Farao linakuja pande zote, kwa kuwa na milima ambayo katika theolojia wanasema haiwezi pandika. Wakawa wanajiuliza, ni hapa tu tutakufia tusipate kuelezewa ama watu vizazi vitakavyokuja kujua kwamba tulikuwa tunaishi? Wakaanza kuwaza vile watapata kumrushia mtumishi wa Mungu aitwaye Musa mawe. Na ninashikia tuko na watu mnanitazama asubuhi ya leo, ijapo mmeamuka usiku mzima hamkuwa na usingizi kwa sababu ya mambo mnayoyapitia. Amenituma Mungu asubuhi ya leo nipate kuzungumza na wewe ya kwamba yeye ndiye anayetekeleza mikakati isiyokuwa ya kawaida. Wakati wanadamu wameachana na wewe, wakati wanadamu they have given up on you, Yesu ndiye anatekeleza mikakati isiyokuwa ya kawaida. Asubuhi ya leo nataka unielewe vizuri, maana najua tuko na kitu Mungu anaenda kutenda kwa ajili ya maisha yako. Waliosema kwamba hautaendelea wanaenda kushuhudia vile Mungu Baba anatenda katika maisha yako. Amenituma nikuzungumzia asubuhi ya leo, na najua tuko na kitu ambacho anaenda kutenda. Yeye ndiye anatekeleza mikakati isiyokuwa ya kawaida, mikakati isiyokuwa ya kawaida. Na asubuhi ya leo nataka nikupatia mikakati ile Yesu Kristo anatekeleza. Amenituma nizungumze nawe, maana najua ulikuwa umefika pale ambapo nasema sasa ni ya nini kuishi, sasa ni ya nini kuishi, maana vitu haviko sambamba. Mtu wa Mungu, Isaya anasema maana kwetu tumepewa mtoto, amezaliwa mtoto, na tumepewa mtoto mwanaume, jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa ajabu, Mshauri wa ajabu. Haleluya! Na ufalme utakuwa mabegani mwake. Jina lake anaitwa Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba watakaolitia jina la Yesu ndio watakaookolewa. Mtu wa Mungu, sasa asubuhi ya leo nataka nizungumze na mtu ambaye unaona kwamba maisha ni kama hayasongi. Unafika at that verge ama level ya kusema kwamba ya nini kuishi. Wengine mko na mawazo mabaya ya kutaka kujitoa uhai. Yesu amenituma asubuhi ya leo nikusaidia kumwelewa zaidi, maana yeye ndiye mshauri wa ajabu. Anasema namna gani? Turudi pale, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa nani? Jina lake hili Mungu, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na Mfalme wa amani. Ninajua kwamba tuko na wengi hamna amani kwa ndoa yenu. Amenituma nikusaidia umwelewe zaidi. Anaitwa Mfalme wa amani. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Anasema inawezekana maisha yako yakachukua mwelekeo mpya asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. So
So mkakati wa kwanza ambaye mshauri wa ajabu anatekeleza ni kwamba he resurrects to life what Satan through death has gotten hold of. Anafufua kwa uzima kile shetani amekikamata na kukimaliza. Yesu anafufua. So ninazungumza kuhusu mkakati wa kwanza. Yesu anafufua. Ninazungumzia watu ambao biashara zilikufa. Ninazungumzia mchungaji ambaye kanisa ni kama limekufa. Hata wakati tuliambiwa tupate kurejelea ibada, wewe ulirejelea, lakini washirika wako hawakukuja. Mungu amenituma asubuhi leo nizungumze na wewe, maana tuko na kitu anaenda kutenda, kitu ambacho wanadamu watashangaa, watamshangaa Mungu sana, kwa sababu wengi walidhani kanisa hilo limefungwa. Wengi walidhani muimbaji umefika mwisho, maana wakati huu tunapopitia kipindi hiki hata economy imeenda chini na watu wanajiuliza maswali mingi. Mungu amenituma asubuhi ya leo ili uelewe kwamba inawezekana kabadilisha maisha yako. Kitabu cha Luka 8 mlango wake ni wa 8 mstari wa 49. Tuende pale mtu wa Mungu uelewe maandiko yanasema namna gani. Yesu hufufua vile vitu ambavyo vimetajwa kwamba vimekufa. Na mimi nataka nitangaze, biashara yako inapokea uzima. Ndoa yako ambayo iko katika verge ya kucollapse, Mungu amenituma nitangaze, yeye ambaye anatekeleza mikakati isiyokuwa ya kawaida anaenda kuleta uzima. Kitabu cha Luka 8 mstari wake 49. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka kwa nyumba ya yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu naye atapona. Alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwomboleza. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi. Wakacheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana inuka. Ama Kigiriki nasema talitha kum. Roho yake ikamrejelea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru wapewe chakula. Wazazi wake wakastajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotokea. Sikiza mtu wa Mungu, habari hii najua wengine wenu ni familiar with it. Ni wakati Jairus alienda kwa Yesu akamwambia, binti yangu yuko nyumbani lakini ni mgonjwa, hali mahututi. Lakini usikiza mtu wa Mungu, alipokuwa amemwambia, sasa nitafunga safari ya kwenda kwa nyumba yako nipate kumponya aitwaye binti yako. Lakini wakiwa kwa njia, ukianzia mstari wa kwanza kule ama mstari pale zile za mbele, kukatokea mwanamke ambaye alikuwa na issue of blood ama alikuwa anatokwa na damu. Yeye akakatiza safari ya Yesu kufika kwa nyumba ya Jairus mapema. Biblia inasema kwamba mwanamke huyu alikuwa na kutokwa kwa damu miaka 12, na binti ya Jairus alikuwa tena miaka 12. Binti ya Jairus alikuwa mgonjwa katika kiwango cha kufa, ama wengine tunawaita hali mahututi. Kama angekuwa hapa angekuwa labda kwa ICU. Lakini maandiko yanasema Yesu akaanza safari. Kuanza safari kukawa na interruption. Ni kama wengine wetu corona imeleta kinaitwa interruption katika maisha yetu. Sasa wale walikuwa wanabebea katika biashara, umekuwa rendered mtu ambaye hana kazi. Wengine mlikuwa na kazi tajika, mmefutwa, maana kampuni haikuona kuendelea kwa sababu vitu vilifungwa na ingeendelea. Wengine walikuwa kwa hotel industry na mmevutwa kazi. Sasa kuko na kinaitwa interruption. Ulikuwa na mikakati ya kufanya vitu katika maisha, lakini sasa vitu hivyo vimekwama. Mtu wa Mungu amenituma asubuhi ya leo nitangaze, anayetekeleza mikakati sio kwa ya kawaida. Mkakati wa kwanza, hufufua kwa uzima vitu ambavyo vimeonekana kukufa. Asubuhi wa leo, kama ni biashara inapokea uzima katika jina la Yesu. Kama ni ndoa inapokea uzima. Kama ni career ambayo watu walikuwa give up on you, natangaza anayetekeleza mikakati sio kwa ya kawaida anaenda kuitia uzima. Sasa Yesu akiwa safarini, mwanamke huyu kutoka wanadamu akakatiza safari kwa muda ya kwenda kwa
nyumba ya Jairus, maana yeye alipita akapenya katikati ya watu, akaliguza pindo la vazi la Kristo. Maandiko yanasema na gani mtu wa Mungu? Alipokuwa amemguza, Yesu akasimama. Maana Yesu alisikia tuko na nguvu zimemtoka. Akauliza kina Petero, ni nani ameniguza? Petero akamwambia, sasa wewe unatuuliza na unaona vile watu wamekusonga, umezongwa na watu. Yesu akamwambia, Yesu nimezongwa, lakini tuko na mmoja ameniguza na imani. Mwanamke huyu akakaa akingojea, maana yeye alipoguza vazi akakaukiwa na damu ilikuwa inamtoka. Maandiko nasema akakimbia kuja mbele ya Yesu kuomba msamaha kama ametenda kitu kibaya, lakini Yesu akamwambia, enda, imani yako imekuponya. So wakati ana celebrate mtu kutoka katika nyumba ya Jairus, pale tumesoma 49 Luka 8, maandiko yanasema namna gani? Akakuja akamwambia Jairus, usimsumbue mwalimu, maana mtoto wako tayari ni maiti sahihi. Sijui ni ripoti gani umeletewa usiku wa jana. Sijui ni ripoti gani ama simu gani umepokea asubuhi ya leo. Sijui ni mipango gani tulipoanza mwezi huu walikuambia. Wengine mmepatiwa notice ya kwamba kazi haitakuendelea tena. Wengine mmepatiwa notice ya kufukuzwa kwa nyumba maana mko na rent. Sijui ni ripoti gani uko nayo. Maana Jairus aliletewa ripoti na mtu akamwambiwa ya kwamba usimsumbue mwalimu, maana mtoto wako tayari amekufa. Na maneno hayo Yesu akayasikia. Oh, haleluya. Alipoyasikia hayo maneno, maandiko yanasema akamwambia Jairus, usiogope, maana mtoto wako hajafa, atafufuka, ninaenda kumponya. Yesu akaanza safari kufika kwa Jairus. Ninazungumza na mtu ambaye labda tuko na watu, they have concluded about your matter. Watu wametia tamati kuhusu mambo yako, wamejua huyu haitawezekana. Mtazamaji wangu wa Gikuyu TV, nimetuma kwako kukutia mimizo katika mwaka huu. Ijapo tuko na corona imetenda, mambo imetenda dunia mzima, katika kipindi hiki Mungu anaweza tekeleza upate chemichemi ya baraka katika jina la Yesu. Sijui ni nani namzungumzia, lakini nasikia ya kwamba unapoanza siku ya leo ya kwamba tuko na mikakati Bwana anaitekeleza. Hata kama wametangaza mauti ya biashara yako, wametangaza mauti ya ndoa yako, wametangaza mauti ya kazi yako, Yesu anayetekeleza. Maana sema kwa maana jinsi hii mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa amani. Ni nani huyu? Anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu ambaye hawezi badilika. Maandiko yanasema namna gani mtu wa Mungu? Alipofika kwa nyumba ya Jairus, akakuta waombolezaji wanapiga nduru. Kama ni Waluya, walikuwa wanapiga nduru kwa sababu mtoto tayari amekufa. Lakini maandiko yanasema namna gani mtu wa Mungu? Yesu akawanyamazisha, akamwambia msilie, maana huyu hajafa, atafufuka. Maana walikuwa wameconfirm tayari huyu is a dead person. Wakacheka kwa kicheko cha kukejeli Kristo. Yesu akachukua Petero, Yohana na Yakobo na mama yake na baba yake, wengine akawazua, wakaingia katika chumba. Maana ni yeye anayefufua vitu ambavyo vimetangazwa kuwa vimekufa. Maandiko yanasema namna gani? Akamwambia msichana, talitha kum, amuka. Ninataka nitangazie mtu wa Mungu asubuhi ya leo, biashara yako inaamuka, ndoa yako inaamuka, kanisa lako mchungaji linaamuka, muimbaji unayenitazama, labda ulikuwa umepanga mikakati tangia mwaka 2019, corona ikabisha hodi, sasa muziki wako imefika pale panaitwa stagnant stage. Asubuhi ya leo nisikize na unielewe vizuri, unayenitazama, kwamba Jehova anayetekeleza mikakati sio kwa ya kawaida, anaenda kutenda kitu ndani ya maisha yako ambao wanadamu wakisikia wataachwa vinywa wazi, wataachwa vinywa wazi. Asubuhi ya leo tuende kitabu cha Yohana, John chapter number 10 verse 7 to 17. Tuende pale mbio mbio katika jina la Yesu Kristo. Ama John chapter 11, wacha nisome John chapter 11 verse number 25. John chapter 11 verse number 25. Msikilizaji wangu, kwenda nami pale mbio sababu ya wakati wetu. John chapter 11 verse number 25. Na hii hadithi najua kwamba wengine wenyu mmepata kuijua na mmeisoma. Mstari wake 25, John chapter 11 inasema namna hivi, msikilizaji wangu. 25. Yesu akamwambia mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi
ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila ashikiaye na kuamini na hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki haya? Akamwambia, naam Bwana, mimi ninayasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu zake, akamwita umbu wake Miriamu faragani, akisema, mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia, aliondoka upesi akamwendea. Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa angalipo pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walipokuwepo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipoona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangali kufa. Basi Yesu alimuona analia, na wale Wayahudi waliofuatana na yeye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika rohoni mwake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia kwa machozi. Yesu analia kwa machozi kwa ajili ya mateso ya mtu asubuhi ya leo. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hangeweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa lipango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa mauti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kuwa ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikiza siku zote, lakini kwa ajili ya makutano wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema haya, akalia kwa sauti, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi mwake, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Nisikize mtukizaji wangu, hii hadithi mmesikia, na ilikuwa ni mtumishi wa Mungu aitwaye Lazaro. Alikufa, alikuwa ni ndugu yake Martha na Mary. Maandiko nasema Martha na Mary na Lazaro ndio walikuwa wanasaidia Kristo injili kuhubiri. Walikuwa wanampatia vitu apate kuendelea kuhubiri akifika Bethany. Lakini kafika pahali wakiwa na hubiri, habari kakulia Yesu, akaambiwa kwamba umpendaye Lazaro ako mgonjwa hali maututi. Na maandiko yanasema alipokuwa kule katika mji akazidi kuhubiri, lakini hakupata kurudi kwenda kumponya Lazaro. Akaambia wanafunzi wake, Lazaro rafiki yetu nasikia ni mgonjwa. Lakini wakasema hata kama ni mgonjwa atapona tu. Lakini baadaye ripoti katoka katika nyumba ya Lazaro, akaambiwa Yesu kwamba ule Lazaro mpendaye amekufa. Yesu akaambia wanafunzi wake, rafiki yetu Lazaro amelala. Wanafunzi tena hawajashikanisha, wakamwambia kama amelala ataamuka. Yesu akaambia sio hivyo, Lazaro amekufa, tutaenda kumfufua. Yesu akakawia kule, alikuwa siku 4. Na maandiko yanasema alipoanza safari kwenda katika nyumba ya kina Lazaro, mtu wa kwanza kukutana na Yesu alikuwa ni Martha. Martha ambaye hakuwa na imani sana, akakuja akamwambia Yesu, kama ungelikuwepo hapa na vile tumekuwa tukikusaidia, kama ungekuwepo hapa Yesu, ndugu yangu hangekufa. Maandiko yanasema Yesu akasikia maneno ya Martha, lakini hayakumsonga. Asubuhi ya leo, it is not your emotion ambayo itamfanya Mungu ashuke kwa hali yako. Sio hisia yako, mtu wa Mungu. Kitu kitafanya Mungu ashuke kushughulikia hali na shida yako ni imani. Maana kitabu cha Ibrania 11 mstari wake wa 6 inasema namna gani, mtu wa Mungu? Pasipo imani ni vigumu kumpendeza Mungu. Wewe ujae kwake Mungu, mtazamaji wangu, Biblia inasema kwamba ukikuja kwa Mungu lazima uamini Mungu yupo na yeye umzawadia anayemtafuta kwa bidii. Kipindi
hiki cha korona, ninajua tuko na wengine imani katika Mungu imedidimia, tuko na wengine imani kwa kanisa imedidimia. Walisema makanisa imefunguliwa, lakini ukienda statistics zilizoonekana, watu wengi bado wako nyumbani, wamekufa moyo, maana wanaona kwamba kama Mungu anaponya, kwa nini asilitoe janga la korona? Kwani unasoma Biblia inasema kwamba kutatokea maradhi ambayo haina kinga. Hii ni nyakati za mwisho, watu wa Mungu, na uelewe kwamba imani yako. Hata Yesu akasema kitabu cha Luka mlango wake wa 18, akasema je, mwana Adamu atakaporudi, je, ataikuta imani duniani? Atakaporudi mwana wa Mungu, je, atakuta imani? Kitabu cha Luka 8 mstari wa 18 anasema kwamba atakaporudi mwana wa Mungu, je, atalikuta imani duniani? Nimetumwa kwako asubuhi ya leo, kila kitafanya vitu vimekufa, Yesu ambaye anatekeleza mikakati atende kuvifufua, ni kitu kinaitwa imani. Asubuhi ya leo, imani yako iko wapi? Imani yako ilikuwa nayo ya kwamba you become a millionaire, imani yako ilikuwa nayo ya kwamba utajenga nyumba, na wakati korona imebisha hodi, imani yako imedidimia. Nimekuja kukutia himizo asubuhi wa leo, inuka, maana Bwana anaenda kusababisha matukio maishani mwako. Watu watabaki midomo wazi. Najua wengine wanakucheka kwa vicheko vya kejeli, wanafikiria kwamba imefika mwisho. Mtazamaji wangu, Yesu ako na uwezo wa kubadilisha hali yako. Maandiko yanasema namna gani, mtu wa Mungu? Wakati Martha alikuja kwa Yesu, akalia, hakusongwa, hakusukumwa, ama Yesu hakuvutiwa na maneno ya Martha. Akamwambia, kama ungekuwa hapa Yesu, ndugu yangu hatungemzika. Nimejua vile uliponya vipofu, nimejua hiyo haijaandikwa kwa Biblia, lakini nasikia kilio cha Martha. Maana wakati watu wanapoteza upendo wao, wanakuwa na maswali mingi. Martha akampatia maneno. Hayo maneno alimwambia hayakumsukuma Yesu, maana yalikuwa maneno ambayo ni wazi, haina imani. Asubuhi ya leo, msikilizaji wangu, maandiko yanasema namna gani? Wakati Martha alizungumza, Yesu akamwambia, amini tu,